Zimekuwa zikimiminika kupitia WhatsApp na mitandao ya kijamii, wengine wajaa matumaini, wengine wajaa maswali. Hebu basi tusome baadhi ya maoni. Kamau Ngaruya anasema Rais Ruto anazidi kugawanya Wakenya. Siasa zake ni za kulipiza kiasi, kwani anaonekana kuwaadhibu waliompinga kwenye uchaguzi badala ya kuwaunganisha. Tukisonga mbele, Achieng naye anatuambia hatujawahi kuhisi kutengwa kama sasa. Miradi mingi ya maendeleo inaelekezwa maeneo ambayo yalimpiga kura. Huu si uongozi wa kitaifa. Vile vile tukisonga mbele, tunaye Mutuma Kilonzo ambaye anatuelezea kuwa badala ya kujenga daraja kati ya jamii, Ruto anachochea magawanyiko kwa kuwatenga baadhi ya viongozi na kuzungumza kwa ukali dhidi yao. Naye Wanjiku Weru anasema hata sisi ambaye tulimchagua tumeanza kujiuliza, wananchi hawataki vita vya maneno kila siku. Tunaona migawanyiko ikikua zaidi. Omondi Oti anasema Rais Ruto anazungumza kama kiongozi wa kikundi fulani, sio wa taifa lote. Hatuhisi kama sehemu ya Kenya yake. Vile vile tunaye Fatuma Ali na Shuku, huyu ni wa Mombasa, akituelezea kuwa kila mara akizungumza kuhusu pwani ni kwa dharau au vitisho. Hatuoni umoja wowote katika kauli zake na tunajihisi kando kabisa. Tukisonga mbele, vile vile Cherono Muli anatuelezea kuwa sisi Rift Valley tunampenda, lakini ukweli usemwe, kauli zake za kibabe na mashambulizi dhidi ya upinzani zinaathiri mshikamano wa taifa. Mora Nyang'wono naye anasema rais hana lugha ya maridhiano, anaongea kama yuko bado kwenye kampeni. Hilo linatugawanya kama nchi na kupandikiza uhasama. Vile vile Sudi naye anasema naitwa Sudi kutoka Nairobi Kibra. Rais Ruto anaunganisha taifa. Kulingana na gharama ya maisha imerudi chini kulingana na serikali iliyopita. Bei ya unga imeshuka, mbolea, nyumba bei nafuu, barabara inaendelea, bei ya kahawa iko imara. Wale wanaounganisha Wakenya wanapigania uongozi, not about economy and President Ruto. And this is an anonymous person who says, it's such a sad state of affairs to see a region like the Luo nation having a totally different view with the rest of the nation, including a large chunk of Ruto's backyard. Unity in Kenya is there, but it is against Ruto and his cronies who include Raila. Na mtazamaji, endelea kutuma maoni yako, fikra zako, vile vile na mawazo yako kupitia nambari zetu za rununu kwa njia ya WhatsApp ambayo ni 0757723083, au pia unaweza kutumia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni @K24TV ama @Kameme TV kwenye Facebook na vile vile kwenye X. Turudi studioni sasa kwenye Sami Adika. Asante sana Fatma Chidagaya pale akiwa studio B. Na mtazamaji, jinsi nilivyokuahidi, studioni tunao wageni wetu ambaye tunatarajia tu. Raphael Wanjala ambaye ni mbunge wa Budalangi atakuwa anaingia muda mfupi tu kutoka sasa, ila sasa ninaye Peter Mbae ambaye ni katibu wa masuala ya kiuchumi katika chama cha DCP. Hujambo? Asante sana. Asante kwa kuungana nasi jioni ya leo. Asante sana na salimu wote ambao wanatutazama. Tuko hapa. Asante. Asante. Chama kikoje? Chama kiko imara. Saizi ndio the biggest party, the most popular party katika nchi ya Kenya kulingana na statistics na bado mambo. Na mtazamaji, huyo ni Peter Mbae ambaye ni katibu wa masuala ya kiuchumi katika chama cha DCP. Atakuwa anatusaidia tu kuelewa jinsi kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo, iwapo Rais William Ruto anaendelea kuiunganisha taifa ama kuigawanya zaidi kutokana tu na baadhi ya maamuzi ya serikali yake pamoja na mwelekeo wa siasa humu nchini. Lakini kwa sasa nitakuwa nampatia usukani Majibo Kitao aliyeko jijini Nairobi na wageni wake tayari tu kuanzisha mjadala wa siku ya leo. Majibu. Mazungumzo ni ya People Dialogue mubashara kwenye runinga ya K24 na ile ya Kameme. Leo tutapata majibu ya endapo sera za Rais William Ruto ni za kuwaunganisha Wakenya ama anazidi kuwagawanya kama chai na maandazi ya mkutano.
Nitoa majibu kisao na nitakuwa nasema nao wageni ambao wameweza kuwasili eneo hili kuweza kuchambua mada hii kwa kina kabisa. Nitakuwa nasema naye mbunge wa Matungu Peter Oscar Nabulindo. Karibu sana. Asante sana. Atakuwa anatueleza mbali na kutunga sheria kule Matungu, sera za Rais William Ruto ni za kuunganisha wakazi wa Matungu ama wanazidi kugawanyika. Pia vile vile nitakuwa nasema naye Shadrack Wambui ambaye ni wakili, na pia ni naye Innocent Kipkemboi ambaye ni mchanganuzi wa sera za umma na uongozi. Pia vile vile ninao wataalamu wa masuala ya siasa na pia vile vile uongozi. Namuona Chege Majuis, kuna Vincent Akech, Nicholas Gwadi, wamekuja hapa wengi kabisa. Pia vile vile ninao wanaharakati wa Gen Z, kwa maana kikao changu hakiwezi kukamilika bila kupata sauti ya vijana wa Gen Z. Nianze nawe Mheshimiwa Peter Oscar Nabulindo. Sera za Rais William Ruto ni za kuunganisha Wakenya ama nazidi kuwagawanya? Asante sana. Kwanza nashukuru kwa kunipa nafasi hii kuja kwa kipindi hichi, na nashukuru kukutana na wenzangu kuongea juu ya masuala ya nchi yetu ya Kenya. Kwa mjadala huo ningependa kusema kwamba kwa maoni yangu ninaona kwamba kama rais anaunganisha nchi ama ako na mikakati ya kuunganisha nchi, na ninaweza kusema hivyo kwa sababu kuna mfano ambapo amefanya. Step ya kwanza, wakati ambapo viongozi fulani, nikisema hivyo mtajua ni kiongozi yupi, ambaye alikuwa ana maongezi na tabia ya kuongea mambo ya kabila fulani, kikundi fulani, ikakuwa ni kwamba rais achukue hatua ya kungoa mtu kama huyo katika uongozi ili asiendelee kugawanya taifa kwenye misingi ya kikabila. Na kwenda zaidi akaona kwamba kuweka pamoja taifa, wacha nichukue viongozi wa upinzani waje wawe pamoja na serikali ya Kenya Kwanza. Shikilia kauli yako, tutakuja hapo kwa endapo kuunganisha taifa. Ni kupeana nafasi za uongozi ama ni kuunganisha Wakenya kimaendeleo? Asante. Kwa kifupi tu nipate kauli ya wakili pia hapo. Kwa kifupi pia unieleze Shadrack Wambui, je, sera za Rais William Ruto ni za kuunganisha Wakenya ama nazidi kuwagawanya? Naam, majibu ni ruhusu pia ni wasalimu watazamaji na wasikilizaji mahali popote walipo. Na kwa kweli leo mada hii ya leo mimi kidogo nina mtazamo tofauti. Unajua mimi kama wakili kidogo najaribu kutazamia historia ya katiba tulionayo. Katiba za ile yetu ya kitambo, ile ambayo tuliingatua mwaka 2010 ilikuwa ni katiba ambayo ilikuwa inampatia rais nguvu nyingi sana. Rais alikuwa anaonekana kama yeye ni alfa na omega. Lakini kwa sasa katiba tulionayo kidogo imeleta zile tunasema a lot of checks and balances, zile ambazo zinamuondolea rais nguvu nyingi zile ambazo wako nazo. Na ndiposa wakati tunajiuliza swali hili, kana kwamba rais anaunganisha ama anawatenganisha Wakenya kulingana na miswada yake, mimi kwangu naonelea kwamba rais anafanikiwa kwa mipango yake kwa sababu ya ulegevu ambao wale ambao wanafaa kumchunga wako nao. Kwa hivyo wale ambao wanamsaidia rais kufanikiwa ama kuanguka katika mipango yake ni watu ambao tunawaita kama mheshimiwa hapa, ni wale wabunge, wale zile checks and balances ambazo tuko nazo. Kwa sababu ukiangalia kwa sasa tunafaa kuona a complete overhaul ya watu wengi ambao tuliwaandika kazi ya kumchunga rais asifanye mambo kulingana na mapenzi yake. Kwa hiyo unasema kikatiba rais anafaa kuwa anasikiza sauti ya Wakenya na anaunganisha Wakenya, lakini kuna pengo pale kwa wajumbe. Kuna pengo kubwa sana ni wale watu ambao wametumwa wamchunge. Unajua kama mwizi anaingia tu kwa nyumba na anachukua, inamaanisha yule bawabu kidogo amezubaa ama amelala kazini. Hao ambao unasema wanamchunga rais ni kina nani? Wale ambao wanamchunga rais, number one, kuna wale wabunge wetu. Ukiangalia kuna wale members of parliament, members of the National Assembly, na kuna wale senators wetu. Wale ni watu ambao wanafaa kuangusha miswada yake mingi ambayo inakuja pale ambayo haiambatani na maono ya wananchi wa kawaida. Lakini kwa kweli ukiangalia hata kumngatua mtu kama Mheshimiwa Rigathi Gachagua kutoka mamlaka si jambo ambalo rais alilifanya. Ingawaje inaonekana ya kwamba rais alibariki initiative ile ya kumngatua Mheshimiwa Rigathi Gachagua kutoka mamlaka yake. Asante, shikilia wazo lako. Nije kwako Bwana Innocent, pia kwa kifupi unielezee, je, Rais William Ruto anaunganisha Wakenya ama anazidi kuwagawanya kwa mtazamo wako? Asante sana kwa wakati huu ambao umetupea tukuje hewani.
Ya kwanza, unajua kuna tofauti kati ya kuomba kiti na kurule a nation. Kuomba kiti ni kitu moja tofauti, kuongoza nchi ni kitu kingine tofauti. Na mimi napendanga kusema kwamba kiti sana sana ni kama familia. Unaweza pata kwamba hauta satisfy watoto wako wote na wakufurahie kama baba, lakini unawaweza waweka pamoja. Na kwa mujibu wa katiba vile wakili amesema, inafaa tuelewe ya kwamba siwezi laumu mimi, siwezi laumu bunge wala hizi the organs ya government. Kitu yenye mimi naweza sema kwamba kuna shida ni pale kwa advisors wa rais. Unajua kuna wale watu wenye sisi huko tunawaita kwamba hao ni wale one phone call away to the president. Hao ndio ukichunguza sana sana wana call ile watu calling shots. Hao ndio wanaamuanga rais atafikiria aje, rais atatenda aje. Na ukiangalia kwa sasa utarealize ya kwamba kila kitu ambaye rais amefanya ni kulingana na ile advisors wake wa karibu. Wacha hata bunge inafuatanga ile opinion sasa vile advisors wana behave, alafu unapata bunge wanasukuma zile agenda zao. Lakini sana sana inafaa rais achunguze ya kwamba ni nani yako karibu na yeye, na wale watu wenye wako karibu na yeye wanamueleza nini, na yeye mwenyewe pia ana maoni gani. Kwa sababu siwezi sema ya kwamba kuna rais ambaye anaweza taka kutenganisha nchi. Rule number 1 ukikuwa rais ni kuleta nchi pamoja. That is why hata unaona alileta ile broad based, akaleta handshake. Uhuru alileta handshake, Ruto akaleta broad based. Ni vizuri umegusia swala la broad based government, na mheshimiwa pia alikuwa ameligusia. Kabla nivuko pande huu mwingine, labda mheshimiwa mjumbe wa Matungu, unielezee kwa kifupi, hii serikali ya msingi mpana kwa maana broad based government ni ya kuunganisha taifa ama ni ya wachache kunufaika, ili hali wale wengi ambao ni wananchi wanazidi kuumia? Asante sana. Kwa Wakenya wengi wanachukulia kwamba ni nafasi za kazi zimepewa watu fulani. Hapana, hawa watu ni viongozi wa jamii. Ni viongozi ambao wanaenziwa kule ambao wanatoka. Na umeona mabadiliko kisiasa kufuatana na ile step ambayo president alichukua kuingiza hawa viongozi wa upinzani katika ndani ya serikali ambayo iko saizi. Kwa mfano, unaona sasa ile siku ambayo kulikuwa na madaraka, the Madaraka Day ama yenye ilikuwa Homa Bay, kulikuwa na a complete change of attitude. Yani kulikuwa na mabadiliko ya kisiasa, watu wako na mtazamo tofauti, watu walimkaribisha rais. Yani hapo mbeleni hawangemkaribisha kwa sababu hakuwa amechukua kiongozi mmoja wao, lakini ile moja ya kuchukua kiongozi ikakuwa kama sasa wananchi wanajihisi kwamba wao wako ndani ya serikali na wanajihisi kwamba wako bwana Oscar, ni mfano tu. Hiyo unajaribu kusema kwa mfano, unajaribu kusema kwamba kuunganisha taifa ama maeneo mbalimbali ya taifa inamaanisha kuwapatia wachache nyadhifa za uongozi ili wakazi wa eneo fulani wahisi kwamba wako ndani ya serikali. Asante. Katiba, wakili ameongea juu ya katiba mpya. Katiba mpya ilileta ile kitu ambayo inaitwa kila mtu kuwa ndani, inclusivity. Inclusivity inamaanisha kwamba yule representative wenu yeye pia ako katika ile kwa lugha ya kisiasa wanasema meza ambayo iko na national cake. Hiyo inclusivity, wananchi wanapeana mamlaka for representation. Huyo kiongozi ambaye amechukuliwa kukaa katika ile nafasi ana represent wale wananchi hata kama ni wananchi milioni 10. Asante. Okay. Ni vizuri tuko na Gen Z kwenye kikao hiki cha leo na wanakusikiza hapa. Wacha ni uvuko pande huu mwingine. Mwanadada ambaye tuko naye leo kwenye kikao hiki ni Gen Z. Mheshimiwa amesema kwamba serikali ya msingi mpana broad based government imeweza kuleta umoja wa kitaifa na serikali sasa ina sura ya kitaifa. Je, wewe kama kijana, kama Gen Z, je, haya ni mambo ambayo mlikuwa mnayapigania ama mko na mtazamo tofauti? Okay, Wajib, nashukuru pia kwa fursa hii. Mimi kama Mkenya as an active citizen nasimama hapa with full confidence to say that hii serikali yetu na rais wetu uhusiano wake na vijana especially the youth ambao umeona pale kwa street, hiyo relationship is broken na as we speak it's beyond repair.
na I don't think rais akona nia yote ya kuunganisha kusikiza kwanza vijana na kuweza kuleta unity katika nchi yetu. Tumekuwa tukitokea kwa street tukiandamana, like Wednesday iliyopita tulikuwa kwa street. Tukija tunakuja na flags, tunakuja na peace, na placards kwamba tunataka justice na kusema kwamba nchi yetu tumechoka na tax ambazo tunaekewa kama vijana na Kenya mzima. Ukiangalia kwa ground ya hii Kenya, the country is headed to the wrong direction. Lakini rais akija baada ya hizo vifo ambazo zimetokea, vifo ambazo zimefanyika mwaka jana, yeye akija kwa TV kutu address, anakuja ku support the police who are shooting us. Watu wake ambao wanafanya kazi na yeye, Kipchumba Murkomen, wakija ku-announce badala ya kusympathize na sisi na kukaa chini kusikiza vijana, wasikize ni kwa nini shida iko wapi na how they can solve it. They are coming to say that they should kill us when we approach when we go to march to the police stations to demand for justice for the people who have been killed. Kwa hivyo rais kwa sasa venye tunamuona hana nia yote ya kuunganisha vijana. Kwa hiyo unasema kwamba hata chifu wako sasa akiteuliwa kwenye wizara fulani serikalini, bado uhusiano wako wewe na serikali ama rais hauwezi kurekebishika kwa hivyo vyote? Until watusikize, wakae na sisi watusikize ni kwa nini tunaandamana tukienda kwa street, kwa nini tunaandamana tukienda police station, ndio tutaweza kukaa nao chini tuweze kujua kama tuko tayari kuwasikiza na kuweza kusolve the relationship ambayo kwa sasa imeharibika kabisa. Asante. Nipate kauli yako Bwana Nicholas Gwadi, amesafiri kabisa kuweza kwa hapa leo, tunasema asante sana. Pia nikuulize, mikakati ya rais ni ya kuunganisha taifa, kwa maana umesikia mwenzako kando yako anasema kwamba kwa sasa serikali, uhusiano wake yeye na serikali hawezi kurekebishika kwa vyovyote vile. Anasema kufikia sasa ground ni different. Yeye kama Gen Z, kauli ya sisi kama vijana kushikilia kwamba uhusiano wetu na rais hawezi kurekebishwa ni kauli ambayo inafurahisha wanasiasa fulani na wanataka kabisa iendelee vivyo hivyo. Lakini mimi kauli yangu ni ya kwamba sisi kama vijana, mimi nilikuwa nasafiri kutoka Siaya hadi Nairobi mwaka jana katika maandamano yetu ya June July, but mwaka huu nilikosa sababu ya kukuja street, ijapokuwa mwenzangu huyu alikuwa na sababu ya kukuja. Wakati unaona kiongozi amekaa chini na akafanya mabadiliko fulani, ni vizuri kama mwanataifa ambaye ana hisia ya uchumi na utaifa wake na uzalendo kuchukua nafasi yako ya kupatia ruhusa na nafasi ya yale mabadiliko uyaone kama yanafanya kazi ama yasifanye kazi. Umeuliza ya kwamba rais katika mikakati yake ya hivi karibuni anaunganisha nchi ama anatenganisha, na hilo ndio sababu mojawapo ya kwamba mimi siku hizi kwa mwaka huu June July sijajipata katika street. Ni sababu nimeona ya kwamba badala ya kuambiwa ya kwamba sisi hatuna shares, watu wa Western Province wako na shares kidogo, labda Nyanza hawana kabisa, wale wa Pwani pia wako na kidogo kulingana na vile walipiga kura. Tayari rais amefanya juhudi ya kwamba ameweka wataalamu wenye wanazunguka nchi mzima wakiwekelea watu stima, wakiwekelea mambo ya barabara, na hiyo inaleta inclusivity. Wataalamu unasema wale mawaziri bila shaka. Pia kwa sasa hatuna ile mipango ambayo tulikuwa tunakosa kujumuishwa, kauli yetu inakosa kuchukuliwa, kama Finance Bill 2024 ambayo ilitupeleka kwa street. Finance Bill ya mwaka huu at least tuliona waziri wa fedha alishikilia kujumuisha wananchi na akatembea kila kona ya nchi akihusisha wananchi, na nauliza na Finance Bill 2025 ikakosa kupata upinzani mkubwa ambao tulikuwa na katika 2024. So those are some of the things mimi kama kijana inafaa saa zingine nakaa chini na ninachambua kila jambo moja kwa moja na ninakuwa na jawabu langu na maoni yangu kivyangu. Asante. Nipate kauli ya Wahome Kariuki na Jiita Kipepeo kutoka kaunti ya Nyeri. Karibu sana bingwa. Pia vile vile utueleze, je, kule Nyeri sera za Rais William Ruto zinawaunganisha wakazi wa eneo hilo na taifa zima kwa ujumla ama ni za kuzidi kuwagawanya? Naam, shukran. Ni vyema nijitambulishe kwa Wakenya na nafasi hii nichukue kusema kwamba jina langu ni Wahome Kariuki kutoka eneo bunge la Tetu na mimi ni kiongozi kutoka pale. Kwa sababu mwaka wa 2022 nilikuwa kwenye debe la bunge la kiti cha bunge cha Tetu, na hilo ni kumaanisha kwamba
nilipata watu ambao walinichagua, na hadi wa leo najihisi kwamba natoa mwelekeo wangu mimi binafsi na mwelekeo kama kiongozi, sababu ningekuwa na Mheshimiwa Matungu pale bungeni. Na kwa kauli yangu ningetaka kuangazia rais kama mtu binafsi na urais, the president and the presidency. Na hilo swali lako ningetaka kuliingia tu kidogo kwa kutoa nikinukua marais ambao wamekuwa hapo mbeleni. Mwanzo rais wa pili wa Jamhuri ya United States of America alisema kwamba, John Adams alisema kwamba the presidency ama kukuwa rais sio tu crown, is not the crown but the responsibility. Tukiangazia tu hilo taifa, rais mwenye ako na asili ya Kenya, Barack Obama, mwenyewe alisema kukuwa rais si jambo la kukubadilisha wewe mwenyewe kama kiumbe, ila tu wewe mwenyewe unafaa kufanyia wananchi kazi. Tukija hapa nyumbani, Rais Mwai Kibaki alitueleza kwamba the presidency is not a privilege to empower yourself, rather to serve the people. The same sentiments ama kauli hiyo tulisikia na Rais Uhuru Kenyatta, ambaye alitueleza kwamba urais ni jambo la sio mwenye anashikilia urais, it's not about the person but who cares. So kwa kauli yangu ningetaka kuangazia mambo matatu tu ambapo nitagusa tukiendelea na mjadala, lakini la kwanza tujiulize, rais mwenyewe ametimiza mambo ya kijamii, ya kiuchumi na ya kisiasa. Asante. Political, socio economic. Asante. Nipate kauli pia bingwa hapo. Chege Joyce ni katibu wa masuala ya kijamii pale PNU. Kule wanasemaje? Je, unaungana na kauli za wenzako kwamba rais kidogo anawagawanya wa Kenya, ama kwa upande wako anazidi kuunganisha? Asante sana kwa kunipatia nafasi. Nimetoka katika jimbo la Nakuru na mimi ni senator mtarajiwa wa hilo jimbo. Niseme ya kwamba hii sarakasi na ukora ya kusijui kushikanisha wa Kenya, kutenganisha wa Kenya, sijui itaisha lini. Na sijui kama mataifa zingine huwa zinakuwa na ukora. Kwa sababu it only happens in Kenya. Atu wa Kenya wanaposimama wanataka haki zao, wanaambiwa sasa ni wakati wa kushikanisha Kenya. Hii kushikanisha Kenya na William Ruto ilianza lini? Ilianza after Gen Z movement. Watu ambao walikuja wakasema William Samoei Ruto hauendeshi Kenya vilivyo, na wakatokea kwa street, wakaenda mpaka parliament. Sasa after that ndio tukaona rais akikuja sasa anataka kushikanisha Kenya. Na Gen Z hawakwenda kwa street ili Kenya ishikanishwe, kwa sababu nani huwa anatenganisha Kenya? Tulikuwa na Kibaki na Raila, wamekuja pamoja coalition government, tunashikanisha Kenya. Nani alikuwa ametenganisha Kenya? Hao tu. Uhuru na Raila, sijui tunakuja what is it called, hiyo government? Building Bridges Initiative. Tunataka kushikanisha Kenya. Ruto ndio huyo ameingia broad base, tunataka kushikanisha wa Kenya. Wa Kenya hawana haja na hiyo kushikanishwa. Mimi na Okech hapa hatujatengana. Watu huko vijijini hawajatengana. Kile ambacho wa Kenya wanataka it is services. Kama agenzi walienda barabara, walienda kwa sababu ya kutenganishwa. Ojwang alikuwa kwa barabara, Kiprotich alikuwa kwa barabara, Kamau alikuwa kwa barabara, Musyoka alikuwa kwa barabara. Wa Kenya wameshikana. Watu ambao wanatenganisha wa Kenya, alafu wanatuhadaa, wanataka kutushikanisha ndio waende election na hiyo ukora, ni wanasiasa. Acha nimalize hapa Kitao because it's very important. Gen Z na Millennials kitu ambao wanataka rais aache hiyo ukora ya kushikanisha wa Kenya, open industries na nafasi za kazi za vijana. Kama ni hiyo corruption, wanapoiba pesa za umma, kwa nini hawatuambii wanashikanisha Kenya? Wawache hiyo ukora. These people will watawatoa hiyo state house na Burindo mbunge. Enda mwambie ukweli. Huko mtatolewa kwa sababu hao Gen Z hawana kazi, hawana mahali ya kwenda, wanatoka university, alafu ile story mnaanza kutupatia hapa ni kushikanisha wa Kenya. Nani ametenganisha wa Kenya? Amesikia mwenyewe mbunge. Ni ujumbe huu mpelekee Rais William Ruto. Kama hatazami sasa State House, basi ujumbe umepatiwa, ni barua uende umwambie kauli za wakazi kwenye mkao huu wa People Dialogue. Nipate kauli yako Bwana Vincent Akech. Chege anasema kwamba Wakenya hawana shida yoyote ya umoja. Wakenya tayari wameungana kule kwenye barabara, waliandamana wengi sana vijana wa Gen Z kutoka makabila tofauti. Je, unadhani kwamba rais sasa anafaa kuacha siasa za kuunganisha Wakenya
na aweke nguvu yake katika kufanikisha maendeleo ya maeneo yote nchini? Mimi kwanza ningependa kuwasalimu wananchi wote na kusema ya kwamba ningependa kujumuika na kijana wetu Albert Ojwang. Leo tumeweza kumpatia kwa heri ya mwisho na tunatumai ya kwamba roho yake italala pema peponi. Rais ambaye ako kwenye kiti na vijana wanauliwa namna hiyo ni rais ambaye yeye mwenyewe anajitenga na Wakenya. Rais ambaye kijana ambaye alikuwa anauza tu mask streets hapa Nairobi, kijana anapigwa risasi, alafu msemaji alikuwa rafiki yangu, lakini kwa sasa rafiki kidogo mimi nitaiangalia. Msemaji anasema ya kwamba yule kijana alikuwa akijibizana na our men in uniform. Mimi ningependa kusema ya kwamba yule kijana, ukitazama ile video, hakuzungumza neno lolote. Inaweza kuwa kwamba yule afisa alizungumza na Boniface lugha fulani na Boniface hakujibu kwa hiyo lugha. Yule afisa akaona ya kwamba huyu sio mtu wa kwetu. Hapo afisa akafetua. Kwa hiyo kwa kauli yako Bwana Akechi, hizo sera zote ama ni wite ni ukatili wa polisi ambao unazidi kuendelezwa kwa mtazamo, kwa kifupi kama nilivyouliza wenzako, je, kuna mikakati yoyote ambayo labda rais ameweka ya kuunganisha Wakenya ama anazidi kuwagawanya? Kwa kifupi tu. Mimi ningesema ya kwamba rais from last year June, rais amekuwa na 1 year na ukiangalia bado hakuna mabadiliko. Mimi ningesema ya kwamba rais mwenyewe ni yeye anajitenga na Wakenya. Na wewe umesikia kila mahali, hata hapo unajua tu, hata wale ambao wanasema ya kwamba rais ako sawa, mimi najua roho yao wanasema ya kwamba wacha tu niseme hapa ndio sasa nikienda pale nipatiwe yangu, lakini hao wenyewe, najua hao wenyewe kwa roho yao wenyewe wanajua ya kwamba rais mwenyewe anajitenga na Wakenya. Na kauli hiyo si yangu peke yake, ni kauli ya vijana wote nchini Kenya 64%. Kwa hivyo mimi ningesema ya kwamba rais mwenyewe ni yeye mwenyewe anajitenga na Wakenya na anafanya kazi mzuri sana kwa hiyo upande. Asante. Anaitwa Vincent Akechi, anasema atakuwa anawania kiti cha useneta Nairobi. Kila laheri. Nipate kauli yako Danaro. Akechi anasema kwamba Wakenya hawana shida ya umoja, rais ndo anajitenga yeye mwenyewe na Wakenya. Utasemaje bingwa? Samani naweza ongea kimombo. Haina neno. Sasa one, growing up as a Gen Z, we learned in social studies, we learned in history, the president is a symbol of unity in a country. The presidency, as he talks about, is also a very, very important factor in the government. When we see that the presidency, the State House, getting an allocation of close to more than $1 billion, and a certain school is published in the same gazette, in the same newspapers, to be getting 87 shillings as allocation. You ask me if apparently there's any disparity between the common Mwananchi and the state, I'll answer you. If you tell me that during protests, they decide to literally barb wire a whole government institution, a state structure that's supposed to be accessible by citizens. In Germany, their parliament is literally has a see-through glass so that people can see what is happening. Transparency at its best. We are having a nation that is telling us that, you know, what your sentiments stand for don't mean anything unless it's problematic to us, and they use it against us. And that's where the problem is. So, ukisema rais anatutenganisha, it is very true, because right now I'll walk out of here and I'll be fearing a police officer. Wananchi already wanaogopa police. They're being scared of policemen themselves. That already as it stands, wanatenganisha watu already. Huko kwa streets
already kuna utengano because the citizens are telling you, statesmen, mbunge, MP, you're here. We are telling you every day, this is what we're talking about. No MP, no member of state, nobody in the government has actually asked, why did Boniface Kariuki die? Why did Albert die? Nobody is talking about that in the government. All they're talking about is the measures they'll take next after the demonstrations. Nobody is asking, why are these demonstrations? So if you're asking, why is the president really uniting us? No, until he sits down and actually acknowledges and understands what we're talking about and put initiative into it, then I don't think you can talk about him unifying the nation. Mheshimiwa, mbona mliweka Babu Diwaya juzi? Kwani mnawaogopa hawa waliowapigia kura? Asante sana. Kwanza kabla hatujafika kwa Babu Diwaya, ningependa kusema kwamba kwanza mimi ninaheshimu Gen Zs, ninaheshimu maoni yao kwa sababu mimi mwenyewe niko na Gen Z kwa nyumba. Huyu msichana ni age mate ya my daughter. In fact, I have two daughters karibu age yake, and my son is in the university. Niko na Gen Zs kwa nyumba. Na even kwa constituency tangu nianze siasa in 2014, nimesomesha thousands and thousands of Gen Zs, na wengine mpaka saizi wako kwa kazi kwa sababu ya mimi kuwasomesha. Kwa hivyo ni is a group yenye nina interact nayo kila wakati. Ni watu ambao ninaelewa mawazo yao, naelewa maono yao, naelewa kile ambacho wanatafuta katika nchi hii. Lakini ningependa kusema bila kuficha, sisi ni wazazi na sisi ni viongozi, na hawa ni watoto wetu, lazima tuwapatie mwelekeo. If wasipokuwa na mwelekeo mzuri, sisi ndio tutakuwa tumefail kama wazazi na leadership. Kitu ya kwanza, mawazo yao yalikuwa mazuri kuanzia mwanzo mpaka mwaka uliopita. Wakafaulu kusimamisha finance bill ambayo walikuwa wanaona kwamba inagandamiza wa Kenya, na ilikuwa ni ukweli. Na kweli rais akarudisha nyuma, ikakuwa backtrack. Lakini mheshimiwa, kama ilikuwa ni ukweli mswada wa fedha unawakandamiza na walikuwa waliungana kwa pamoja wakasema kwamba sisi kama wa Kenya ambao ndio wengi, mswada wa fedha unatukandamiza, mbona ulipigia kura wewe kuwa mmoja wao? Nilikuwa karibu tu kuingiza hiyo point. Just that. Sasa kuanzia hapo ningesema kwa kizungu, they lost a golden opportunity, the Gen Zs. Kwa nini? Kwa sababu saa hizo walikuwa wamemweka rais chini, ameinua mikono, akasema nimekubali yote ambayo mmesema ni ya ukweli, nimerudi nyuma, leteni ama kujeni tukae chini tujadiliane yale ambayo tunaweza kufanya, tunataka kwenda mbele. Kuna jinsi nataka kukujibu. Maliza kauli yako kwanza. We don't interrupt an MP kwanza. Ngoja kwanza. Kwa sababu kitu ambayo nataka kusema pengine ndio unataka kujibu. Nimeona mbele kabla wewe. Umesema order Mr. Speaker. So kitu ambayo nasema kwamba they lost a golden opportunity. Wamesubdue the system. Wameweka chini system president wa nchi ambaye ilichaguliwa na wananchi. Akasema nimekubali, nimebeba mkono, nimeweka hiyo kando, kujeni chini tuongee. Lakini mheshimiwa nikuulize swali. Wakasema hatutaki kuongea, hatuna kiongozi, hatutaki hiyo mielekeo yenu. So what do they want? They lost an opportunity ya kukaa chini kwa meza na the management ya nchi na kuambia wanasema wakiwa na kiongozi wataitwa State House wapatwe minofu na wasahau wenzao. Hiyo ndio kunaitwa stereotyping people. Kama ule mwenzangu vile amefanya stereotype, watu wengine wanaongea hapa waende wapewe kitu. That is stereotype. You are a young man, why are you stereotyping people? Don't do that. Some of us have dignity and we don't go about talking so that we can be paid. So ni makosa kutembea kusema kwamba wengine wanaongea ili waende walipwe. Some of us are dignity. That's why we are in leadership, because tunaheshimika pale tunatoka na hatuongei ili tulipwe. Tunaongea kwa sababu kuna mambo ambayo tuna mawazo, wewe unasema yako, ninasema yangu, ili tunakuja pamoja, tunaweka pamoja. So shida ya Gen Z ni kutotaka kuongea na Wakenya wengine, kwa sababu hii nchi sio ya Gen Z peke yake. Hii nchi iko na watu wote 50 million Kenyans, na kila maoni ya Mkenya iko na maana.
So kama wewe Gen Z is a one group, Gen Z is a one group of people. We have other groups of people. Naomba kuuliza hili swali. Lazima pia wasikizwe. Naomba kuuliza swali mheshimiwa. Kama wewe ni Gen Z, ile yenye umesema is alpha and omega. No. Naomba kuuliza swali. Lazima muwe tayari pia kusikiza Wakenya wengine. Naomba kuuliza swali. Maandamano tulishuhudia maandamano juzi tarehe 25 maandamano ya ukumbusho ya June 25th mwaka jana. Maandamano yalifanyika kwenye kaunti 27. Vijana wengi walijitokeza na hao ndio idadi kubwa ya wananchi. Je, kama kweli nyinyi viongozi mna nia ya kuunganisha Wakenya na kweli rais ana nia ya kuunganisha Wakenya. Je, unadhani kwamba angekuja upande wa Gen Z aseme nataka kuzungumza na nyinyi ama aunge mkono yeye kama rais kama nia yake ni kuunganisha Wakenya kwa sababu hao vijana ndio wengi? Asante. Kujua grupu gani ni nyingi kuliko ingine itajulikana wakati kura imehesabika. Saa hizi ni ile inaitwa digital fantasy. Kuna watu ambao pengine ni wachache wanaamini, sisi ni wengi. Ngoja kura ihesabike ndio tutajua nyinyi si wengi. Asante. Na anasema kwamba tungoje 2027 tujue ni akina nani wengi. Naona Gen Z wanachachawa sana kukujibu mheshimiwa. Na tutajua kipindi hicho. Sio mbali kutoka sasa. Sio mbali. Kutoka hapa na wapeleka mapumzikoni kwa kifupi tu, lakini tutarejea katika muda usiokuwa mrefu tuweze kuendeleza kikao hiki. Je, Rais William Ruto sera zake ni za kuwaunganisha Wakenya ama anazidi kuwagawanya, ama kama alivyosema mheshimiwa na Bulindo, tusubiri 2027 tujue na kina nani wengi. Baada ya muda usiokuwa mfupi, usiokuwa mrefu. Because hakuna example tumeshaipika kura baadhi popote. Meme TV, Muthegi wa Ruriri. This June on Next Superstar, the pressure is on. We can only take on 16 contestants. It's vocal battles, show-stopping performances, but don't mean to make my name, an edge of your seat showdown. Baby, you got me like, oh. Select one person, and that is... Recharge your subscription on your current bouquet for 2 months and get upgraded to the next high bouquet for 60 days to watch the battle unfold. The search for Africa's next hit maker just got hotter. Recharge your subscription today to never miss a moment. Authentic talent. On the move, stream Next Superstar live on Star Times On. Star Times, enjoy digital life. Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa. Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial *811 *620#. Pain Past ino ni dawa njeru ina paracetamol iria iratigirira ni ya kuninira ruo na mituki ni undu uria mumuthukaga na ihenya. Pain Past irutaga wira o ndagika nyinyi. Mutukanio wayo uteithagiriria kuruta wira narua na ni horeru muno mwiri-ini. Pain Past, health is wealth. Kenya ni bururi murathime na utonga wa maria maturigicĩirie. No ciĩko cia andũ magĩetha mĩaramano nĩguo kwagĩrithia mĩtũrĩre yao nĩ ĩmwe ya mĩhĩnga mĩnene ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthũkangia ũtonga ũyũ. Tũhandaga mweri wa 10 kuma mweri 15 mbura ĩkoragwo yurĩte,
no tha ici gutire mbura tuna tugakinya bandu tukeuria atiriri kana mama mwathani ni kanga yura karite ne ithuwi nyitanagira na gitawa Wanjiku wa muthenya wa Jumamothi thaa 3 cia hwaini agikurehera maingi megi utongo uyu ndinogo ici iraria igatiga gutare na mucere na cio mbia ri cioka ku mucere iri gukena munyamone mbicuri uri urabatara kuramatwo na kugacirithio niguo kunyitirira uturo wa andu na nyamu niguko gwa Kameme TV muthegi wa ruriri. We are back like we never left us reggae. Mrasta Moches, Mr. Mavela, Mr. Mangone kama sana kurumia. Baba Yom, jina bigi nani? MC Ghetto Child, bad like 90s dancehall. Alafu hapo kwenye matiki atatrackwa na DJ Draga Kenya. Kila saa to, kuanzia saa 5 hadi saa 7 Indio Mbogi, India Station. Yes man. Boogie boogie boogie, a boogie 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 boogie. Boogie boogie, boogie boogie boogie, you do. Woza mokalize kamwe kuja. Woza Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mabojeng ni kama sawa kururumia. Nani Wanjiku James aka Miss Kanyoni aka the Lioness kumada keda shahwaine kinyaza 11 shahwaine Reremboka o'clock. On ones and twos, Mr. Moto kama pasi, DJ Jan 254. Wamwabererio Monday, tugakurehere #Afro Monday edition. Namwa wakere, tukaigira thini wa kanitha wa Reremboka. Naguo wagatatu ni Wagwan Wednesday. Naguo muthenya wa Thursday tuga pulo. Tuendelee ama tusiendelee? Tugashoka makinya mere na thutha #TBT. #Siaugavere niyo Throwback Thursday. Kang. Naguo wagatano toka malo. Anguka nao. Tukainekea wiki Insta. Veine wa Cocktail Friday. Anguka nao. We got the juice. Twende down low now. Anguka nao, twende down low now. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya. Na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Naam, shukran sana mtazamaji kwa kuzidi kusalia nasi hapa kwenye The People Dialogue. Tunaendelea kusikiza sauti yako msikilizaji wetu. Mjadala wetu wa leo kuhusu Rais Ruto. Je, anawaunganisha au anawagawanyisha wa Kenya? Umezua hisia mbalimbali. Mtazamaji umeandika, umetoa maoni na sasa hebu tuyaangazie baadhi yaliyotufikia kwenye mtandao wetu wa kijamii wa X, pale kwenye ukurasa wa K24 TV, vile kwenye ukurasa wa Kameme TV. Naam, David Kabaka anatuambia Rais Ruto anazidi kugawanya wa Kenya, siasa zake ni za kulipiza kisasi. Anaonekana kuwaadhibu waliompinga kwenye uchaguzi badala ya kuwaunganisha. Aliingia na Biblia, sasa hii bibi zetu wanabaki wakilia. Huyo ni msanii kabisa. Augusta Caesar anasema hatujawahi kuhisi kutengwa kama sasa, kwani miradi mingi ya maendeleo inaelekezwa maeneo ambayo yalimpigia kura. Huu si uongozi wa kitaifa. Tukisonga mbele, Achieng Akinyi anatuambia badala ya kujenga daraja kati ya jamii, Bwana Ruto anachochea mgawanyiko kwa kuwatenga baadhi ya viongozi na kuzungumza kwa ukali dhidi yao. Vile Mutula anatuambia hata sisi ambaye tulimchagua tumeanza kujiuliza, wananchi hawataki vita vya maneno kila siku, tunaona migawanyiko ikikua zaidi.
Tukisonga mbele, Hunzi Ibobo anasema kila mara akizungumza kuhusu pwani ni kwa dharau ama uongo. Hatuoni umoja wowote katika kauli zake na tunajihisi kando kabisa. Atlizo anasema sisi Rift Valley tunampenda, lakini ni ukweli usemwe, kauli zake za kibabe na mashambulizi dhidi ya upinzani zinaathiri mshikamano wa kitaifa. Naam, mtazamaji, endelea kutuma maoni yako, fikra zako na hisia zako kupitia nambari ya simu yetu ya WhatsApp ambayo ni 0757725083. Vile vile kwa mitandao yetu ya kijamii ambayo ukurasa ni @K24TV ama @KamemeTV kwenye Facebook na kwa X. Na sasa tukirudi studioni kwa Sami, kulingana na maoni haya tuliyosoma, wengine wanasema rais ana jitihada za kuunganisha, lakini wengine wanasema kuwa rais anagawanya wa Kenya. Sami, hebu tueleze, ni kweli rais anaweza kuwa na nia njema ya kuunganisha wa Kenya, lakini wakati huo huo ikawa mikakati yake inawagawanya bila yeye kutambua? Kwako Sami. Naam, asante sana Fatma Chidagaya. Hakika nilivyoahidi hapo awali, tutakuwa na wageni wetu studioni watakaokuwa wakitusaidia kuelewa zaidi kuhusiana na mdahalo wetu wa siku ya leo. Je, Rais William Ruto anasaidia kuiunganisha taifa ama anaendelea kuigawanya zaidi? Studioni ninaye Peter ambaye aliyeketi karibu yangu, katibu wa masuala ya kiuchumi katika chama cha DCP, pamoja naye Raphael Wanjala ambaye ni mbunge wa Budalangi. Karibuni sana, natumai mko salama. Asante sana Sami. Asante. Tuko salama. Leo nimeshida katika koti ya Kiambu, Law Courts, mahali kiongozi wetu wa vijana ambaye anaitwa Wanjiko Thiga alikuwa ameshikwa kuanzia juzi. Leo alikuwa pale kotini akishtakiwa na mashtaka mingi sana. Asante. Raphael, na lakini tuko sawa, mawakili wetu wamekuwa sawa na tuna hope ya kwamba by Friday ataachiliwa. Raphael, uko salama? Mimi niko salama, nashukuru. Tumeenda recess jana. Last week Thursday nilitunukiwa na watu wa Mizani. Yani wakasema mimi unafanya kazi nzuri. Kwa performance nafanya kazi mzuri Western Region, mimi ndio number 1. All country I'm number 8. Asante. Hebu tuanze nawe Peter Mbaye kuhusiana tuna mada yetu ya siku ya leo. Mwaka jana baada ya vijana kuelekea barabarani, tuliona Rais William Ruto alimkimbilia Raila Odinga, na hivi sasa anaendeleza semi ya kuwa pamoja naye Raila Odinga wanaunganisha taifa. Je, Odinga ndiye mtu ambaye ama kiongozi ambaye anatazamiwa kama ana uwezo wa kuunganisha taifa? Asante sana. Kujibu swali lako ni kwamba nchi inaendelea kugawanyika. Na Mheshimiwa Raila Odinga ambaye sisi huwa tunamchukua kwa ile heshima yake. Na tukasema ya kwamba ile makauli alifanya ya kujiunga na serikali, hiyo ni sawa kwake. Lakini nataka kuambia leo kwamba hiyo sio method, haswa haifanyi kazi ya kuunganisha taifa, kwa sababu wewe sema uunganisha taifa hapa na kwa nchi nyingine yote unawatenganisha wananchi. Unapiganisha viongozi wa makanisa kuambia msiongee, unapiganisha civil society, unapiganisha wale watu ya media, mpaka una-attack wale foreign envoys, wale mabarozi kuambia kwa nini hamuongei. Gen Z pia unawatenganisha. Nchi ambayo wewe kama rais unafaa unaleta watu pamoja, lakini uwezi kuwa wewe ndio una sponsor ile violence against your own people. Uwezi kuwa wewe ndio unajificha unasema chukua hawa goons, enda upige zile mali za watu wengine ambao watu walikuchagua, alafu tuende tusingizie tuseme ni mtu fulani. Hiyo ni kugawanisha nchi ya Kenya. Na tunataka kusema hivi ya kwamba Sami, mambo kwa mfano vile nimesema, uwezi kuwa wewe ni kiongozi wa taifa unasema nitakimbia kwa kona moja kufurahisha watu wengine, lakini watu wengine wote wanalia. Na mimi nataka kuambia Sami hivi, tukiwa tumeketi hapa, shida ni kwamba kuanzia 2013 wakati kampeni zilikuwa zinafanywa, zilikuwa za kuweka Raila yeye mwenyewe ni mchawi, yeye mwenyewe ni mtu ya kitendawili, Lord of Poverty, right? 2013, 2017, 2022 tukageukia Uhuru Kenyatta kusemekana yeye yako hivi na hivi na hivi, ndiye mtu fulani apate umaarufu. Sasa tena umegeukia mtu mwingine. So mimi nashindwa, wewe kazi yako ni kupiganisha watu ama kuleta watu pamoja? But I want to tell you this. Uwezi kuwa Sami unaenda kwa kanisa unasema ya kwamba wewe umeitwa na Mungu, amekupatia mwito
waku redeem, waku transform, kupeleka mbele Kenya, lakini ilhali wewe bado damu ya vijana inamwagika kwa mikono yako. Kila wakati ni kuwa vijana wanauliwa, wengine wameshikwa kiholela saizi, kuanzia jana Olukalao, leo Kiambu, Loiro, Embu, Nakuru leo watu wameitwa na DCI. Je, si afadhali tu ukue honest, kwa sababu Sami, ukiingiza Mungu kwa mambo yako ya dunia yenye unafanya mbaya, Mungu aamue kukuondokea, kila mtu atajua Mungu amekuondokea. Shikilia hapo. Rafael Wanjala, niruhusu tu nirejee kwako. Je, Rais William Ruto kumleta Raila Odinga ambaye ni kinara wa ODM, wewe ni mwanachama wa ODM. Ndio. Odinga ndiye mpatanisho wa taifa? Unajua Raila alisimama na Ruto. After elections wakasema Ruto ameshinda. Raila akajaribu kwenda kwa street. Wale wanalia saa hii ndio walitaka wawe hata kwa street. Kuna watu wengi walikufia kwa street wakipigana ya kwamba hatujashindwa kura fairly. Lakini yoyote Raila, kwa sababu mtu anapenda amani, akakubali wacha aishe tukae. Jenzi wali raise issues zao ambazo zinataka zitimike. Na pia kabla ya Jenzi kukuwa na uprising, pia Raila alikuwa na issues zake ambazo walipeleka Bomas. Chairman wa hiyo meeting walikuwa wawili, they co-chaired. Alikuwa Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa Ichung'wah, ya kwamba kwa sababu ya hiyo nchi isiwe divided, kukanyamaza, hawakufanya hizo vitu. So Raila wakati kitu ya Gen Z ilifanyika, hakuenda eti ameenda kujoin Ruto, alitaka vitu fulani zitimike, na pia hataki nchi ya Kenya, kwa sababu Ruto aliwekwa pale democratically elected. Ukimtoa na jeshi, ukimtoa tu hivi hivi, ni nani atachukua? Na unajua hii kitu ukirudisha kwa mikono ya jeshi hamtaipata. Niulize Rafael, mbona NADCO report haikutimilizwa? Sasa hapo ndio sisi kama watu wa ODM soon tunaenda kuita mkutano ya kuaudit ile maneno tulisign KICC na Bwana Ruto. Umefuatilia na umehatimisha namna gani? One, tulisema hatutaki eti vijana wakifanya maandamano wao. Tumeona vile wamewaua. Wakishawaua alafu wanaleta wenyewe thugs. Wanajua ni nani alileta thugs, polisi wakiwasindikisha. Alafu tena wanaanza kusema hawa vijana, kijana ako na simu na chupa ya maji, anaweza funja mlango wa chumba. Hivyo unamaanisha kuwa tunatarajia kuona ODM wakijiondoa iwapo Rais William Ruto hajatimiza matakwa 10? Lazima ile maneno tulisaini yafuatiliwe, kwa sababu huo ndio msimamo wa ODM, ya kwamba kuna vitu fulani fulani za kuunganisha nchi. Wacha demonstration iko kwa katiba, watu wa demonstrate. Tunataka tukuwe na leader of official opposition awe na ofisi na mambo mengine. Bado hujajibu swali langu. Swali langu lilikuwa iwapo Odinga ndiye anaonekana kama mtu ambaye anaunganisha taifa. Sasa wewe si unajua ukienda kuoa msichana mwenyewe unaenda ukisema utapeleka mahali, usipopeleka mahali tunanyang'anywa huyo bibi. Sami, why Mheshimiwa Raila Odinga haizi kuwa anaunganisha? Kwa sababu kitambo Raila alikuwa ana move ule Raila wa siku ya Moi, siku ya Kibaki, siku ya Uhuru, yule ambaye aliforce serikali kuja kukua na yeye, is no longer the one. Nguvu zinaendelea kuisha kwa sababu kuna kizazi kipya. So wacha nikwambie, zamani ilikuwa Azimio, right? Alikuwa baba wa Kisii, jamii ya Wakamba, Coast, walikuwa na watu wengi kutoka Northeastern. Saa hizi na Azimio imeenda, hizo jamii zote zimeenda. Imeenda mpaka jirani watu wa Western, watu wa Masai na watu wa Kisii na watu wa Kamba. Imebakia Luo Nyanza, na hata hiyo Luo Nyanza pia watu ni wengi sana ambao hawamfuati, hawamuungi mkono. So ile ambayo alikuwa zamani symbol of unity, ukipata baba ni hivyo, serikali ina balance. You can see alijaribu 23.
24 akaambiwa sasa masaa yako imefika, let us proceed. Kama kuna mtu anashtuka dunia hii, what is happening without him? Yani ile mambo inaendelea na kama hayuko ni baba, because anaona kumbe mambo dunia inaweza endelea bila mimi kukuweko. Lakini nataka kuambia kitu moja, kuna kitu umeuliza mheshimiwa, hii mambo 10, hata wakati niliona 10 points nilijua Mungu wangu ni Kenya hii ama itafanyika Somalia. Yani 10 points zote ni corruption, mambo ya abductions, yote already out of 10 kama 9 zote zimeferi. Lakini wacha nikupee siri ambayo pengine mheshimiwa anaweza kosa kukuambia, kwa sababu unajua saizi kuna silence, kuna broad based conspiracy. Unaiona mambo ya wabunge walisema tunyamaze tukule kwanza. Okay, walisema kwanza last time baba ulienda ukasema hatutaingia kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, lakini tulishindwa uchaguzi kwa sababu ya association na Uhuru Kenyatta. This time now ndio unasikia baba akisema to separate two things, mambo ya saa hii na mambo ya uchaguzi. So saa hizi hakuna mtu saidi hiyo anaweza ongea anything bad, lakini ndio wana wanatisha. Unaona uko nyumbani, your spouse anakuambia mimi nitakuacha kila kitu, nitakuacha. Mambo yako zovo na kuru, hatukusema watoto wapigwe tear gas. Saa hizi hatukusema watu wauliwe. I can tell you, lakini hawawezi toka saa hii because wanaamini lazima wakule mpaka mwisho. Raphael, baadhi ya wabunge wenza wa ODM akiwemo Peter Kaluma ambaye ni mbunge wa Homa Bay mjini, kwenye mtandao wa X alisema there's nothing sweeter eating a government that you did not vote for. Those who voted for it are eating tear gas while demonstrating. Inamaanisha kuwa Rais William Ruto anatueleza kuwa serikali ya broad-based ilikuja kuunganisha Wakenya, ama sasa hivi tunaona kuwa serikali ya broad-based ilikuja kufaidi wachache kulingana na matamshi yake Peter Kaluma? Siwezi jibu kwa niaba ya Peter Kaluma. Peter ambaye pia amesema huenda ni hivyo. Siwezi jibu kwa mimi, hakuna kitu nakula na hatujawahi wacha ODM tukienda vile huyo anasema, kwa sababu hata ile chama iliundwa DCP ni ya Mount Kenya. Sisi tuko kwa National Party, ile iko Coast, iko Central, iko Nyanza, iko Western and iko Northeastern and Rift Valley. Hawa chama yao ni ya mlima, so hiyo ni yao. Sisi hatujawahi kama ndio aseme eti Raila amekosa umaarufu. Raila bado na umaarufu wake, na sisi hizo 10 point ndio Wakenya walikaa pale wakadiscuss. Gachagua na huyu Ruto ndio wakakataa kuimplement. So wakati Ruto alitaka Raila amsaidie, ndio wakakaa akasema for us to support you lazima mfuate hizi the 10 point zile zilizungumziwa Bomas. Kwa hivyo sisi tuko na nafasi, tunaangalia, we are auditing pole, we are giving it time. If there is no change, sisi tutaenda kuitana kama ODM na tuta make a decision. Unaamini serikali jumuishi ilikuwa ya kuwaunganisha Wakenya jinsi anavyosema Rais William Ruto? Ni kuunganisha Wakenya. Wale waliingia huko hawakukuwa huko, sasa wako huko, na kila kabila iko, hata watu ya Central wako, watu wa mlima, hata deputy ni wao. Nyanza iko ministers wawili, iko attorney general. Western tuko na minister Oparanya na mwingine na wengine. Hebu niulize, na tuko na prime cabinet secretary. Raphael anasema kuwa viongozi walipewa vyeo kutoka maeneo tofauti. Zote. Inamaanisha kuwa kuwaunganisha Wakenya ni kuwapatia vyeo wale viongozi ambao walikuwa nje ya serikali. Hiyo ni kutumia ile ukasuba wa zamani kujaribu utasort mashida ya leo, right? Zamani ulikuwa unakuja unasema nitapatia kitu moja Coast, nimesort watu wote wa Coast. Nimepatia na kitu moja Kisii, nimesort wa Kisii. Nimepatia na moja Nyanza, nimesort. Hiyo ni ya zamani. Sasa nataka kuambia leo, speaking today here, Wakenya wamemove from hiyo hali ya siasa kama hiyo. Sasa mimi nakwambia leo venye tumekaa hapa, right? Ya kwamba vile ametaja ati wako na watu Northeastern, hawa watu wote ni kasuba ya zamani. Venye ilikuwa zamani, vile ODM ilikuwaga. Ni ukweli Kakamega today. Wabunge out of wabunge 12, 9 ni wa ODM 2022. Lakini naweza kuambia leo, si tunaenda tuwe ya mashemeji kuanzia kesho na Friday. I can tell you, saa hii uchaguzi ikiitwa leo, wacha 2027. Saa hii watu wengi wa Luya na ikulu ni Wajara huyu, wengi wa Luya hapo 90% ya viti itaenda kwa opposition because Waluya hawatakagi uongo.
Kwanza ni wanakuwa mbaya sana na uongo. So I want to tell you, hiyo kupatiana viti ilikuwa wakati ule. I can tell you 2027 watu wameungana pamoja. And then kitu ya maana sana. Ukisema kwamba venye kunaenda mambo ya ukabila, ni nani anaongea ukabila leo kwa TV kila siku? Ni rais ambaye anafaa akiongea mambo ya national unity. Why? Akienda nje ya Kenya mzima except Mount Kenya, anasema ya kwamba wachanini nalo wa kabila, anasema jina wa kabila akimaanisha watu wa Mlima Kenya na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Yet tuongea mambo ya honesty hapa kidogo. Yet Sami, ukiunaita watu wa kabila ambao 47% ya kula zao waliacha walikaidi mtoto yao Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wakakupatia, but because of political conmanship, deceit and betrayal unataka kupiga somersault because sasa lazima uweke mtu black ndio wewe mwenyewe ushinde. Anaenda akisema ya kwamba watu wa mlima ni watu wa kabila. Let me tell you, sasa iko hivi, wameungana wote. Tumeanza mlima na ukinotice watu wote wa broad base walidungwa sindano kuanzia siku ya impeachment. Ongea issue ya ongea mambo ya ukabila ikielekezwa nani? Mheshimiwa Rigathi Gachagua. I can tell you today that this is how venye Sami tables will turn this way. Sasa vile walikuwa nasema sijui Azimio ODM kila mahali. Sisi tumeanzia Mount Kenya, tukapata watu Mount Kenya. Tukaenda tukapata brothers and sisters Mount Kenya East. Tukapata cousins Ukambani. Tukapata in-laws wa Masai. Tunaenda kuchukua my-in-laws wengine huko Wanjara county 4. I can tell you Kenya itaungana, iwe ukabila, ishikane pamoja 2027 asubuhi na mapema. Wakenya wenyewe ndio wamesema. Na sisi tumesema. Sisi Rigathi alisema one time by the way. Wananchi ndio walianza kusema one time. Na wakasema one time na sisi tukawaambia tutawaunga hiyo one time. The only thing I'm saying, waache mambo ya kuchenga karata kutokezea kwanza kusema mambo ya regime change. For record Sami, for record. This is very important. Sami, mtu asituwekee maneno. Najua mpango yenye iko. Mpango yenye iko Sami ni waanze kusema ya kwamba kuna watu wanataka kutoa serikali ndio wapate sympathy. Hakuna sympathy. Ni kwenda nyumbani mapema. Rafael anazungumzia swala la kuendesha siasa za ukabila. Shida iko wapi? Hapa lazima tufanye siasa ya ukabila? Hapa hata mtoto mdogo anajua hapa Kenya ni nani anaendesha siasa ya ukabila, na huyo ni Rigathi. Ile script nimekwambia. Hiyo ni kitu ameiongea mwenyewe kwa mdomo wake. Akifika mahali hata kwetu alikuja na Mheshimiwa Rais alikuwa amekuja kufungua fish landing site. Rigathi, mimi nimeomba vitu State House, nimeomba president, aliposimama anasema sisi hatuna shares huko, hatuwezi pata kitu mpaka kura ijayo tupige huko kura ndio tuweze kupata. Tukajiuliza, na sisi pia ni taxpayers, kwa nini huyu jamaa anaongea namna hivyo? Kitu nataka kusema ni hiki ya kwamba unajua watu wa DCP wana machungu hata ukisikia wakiongea, na ile vitu inawafanya wanakuwa na uchungu ni vitu kama hizo Mheshimiwa Kaluma anaongea. Sasa unasema kuwa serikali jumuishi sababu yake kuu ambayo Wakenya hawajui ni kuwa wachache wafaidike. Si wachache wafaidike, sisi wote. You see vile anasema eti Wakenya wametoka hapo. Wakenya hawajabadilisha katiba. Hiyo katiba ndio umeandika viti fulani zitakuwa kiasi fulani, na hizi viti zisambazwe kwa karibu kwa kabila zote regions, ziende na regions. So na wakati wewe unapelekwangwa pale una represent wale watu, hata mimi na represent. Ukienda sasa kwa unit ndogo na represent watu wa Budalangi, ukienda kwa county kuna MCA, hata mimi pia niko chini ya MCA fulani ana represent ward yangu. So si eti Wakenya wametoka huko. Wakati Mheshimiwa Joho akiwa hapa na represent watu wa Coast na wengine, Mheshimiwa Mvurya ana represent issues za huko. Na kitu imekosekana hapa ambaye watu hawataki kusema, watoe mambo ya siasa yao na mambo ya Gen Z wako na issues ambazo they are raising, na ukiwa kiongozi wa watu ni muhimu uwasikize na ukae uwasikize. Na Gen Z wameraise very pertinent issues. Hata sisi viongozi tunaona ni muhimu wa vijana wasikizwe, kwa sababu mtu akishakuwa above 18 years ni mtu mkubwa, usimudharau.
Huyo ni mbunge wa Budalangi Raphael Wanjala, naye Peter Mbaye ambaye ni katibu wa masuala ya kiuchumi katika chama cha DCP. Tunaendelea tuna gumzo kuhusiana na iwapo Rais William Ruto anaendelea kuiunganisha taifa ama kuigawanya zaidi. Hivi sasa nampa majibu Kitsau Sukani apate tu kuendeleza mdahalo. Kikao kimepamba moto hapa. Mapumziko tena ya mikoa ya majadiliano ya kina kabisa. Kuna baadhi ambao wanajaribu wanasema kwamba acha amuelimishe mheshimiwa kidogo. Tumerudi Chege Majuisi, tumerudi jameni, oda. Tuko na mbunge hapa. Wacha nianze nayo Danaro. Kabla tuelekee kwenye mapumziko mafupi, niliuliza mheshimiwa swali. Kama kweli nia ya rais ni kuunganisha wa Kenya, wale jenzi ambao ndio wengi walioandamana kaunti 27, mbona asijiunge nao? Ulikuwa unataka kumjibu sasa. I think one, it's very hard for you to say that, for us to say that the presidency or the government is definitely wanting to unite us, when we see that even the slightest attempt at proper civic discourse, even at the most civil level, at the most communal level, we see that there are already bars to it, that there are already challenges to it. It's a habit. Like every time there's something very big that the government needs to do that involves a lot of the people, and it needs the intake of the people most importantly, we see that something has happened. Someone is missing. Someone has been found dead. Someone has been found in this location. Why is that so? If literally the simple idea of someone coming up with a system that can help us understand the finance bill, understand the constitution better, we see people still being taken down. Answer me, how is there unity in that? I think the simplest and best way for the government, and this I think the advice I can give the president, if you really, really want to unite the people, stop pretending that you cannot listen or you can't acknowledge what you're saying. People going on the streets with papers as it is, leave alone them wanting to enter or not. People holding those placards that already have what is needed to be done is enough and sufficient proof that you need to sit down and listen to us first. You cannot say that people going on the streets is a clarion call for violence. People can't just decide to go out and do violence. The idea of unity starts from you down to the local level, the police themselves. And that's something that the president needs to do by commanding from the top level. That's something that he needs to do. That's why people are against him, because all these orders, when you go to this pool and complain to this society, to these institutions and say you're oppressing us, you're doing the wrong thing, this is not how it's supposed to be done. They say that it is orders from above. These orders from above come from who? Ultimately, it goes down, up all the way to you, Mr. President. So that is the only way you can unify us, by listening to us and allowing us to basically do what is right by the constitution. Asante, nipate kauli ya Akech hapo. Rais anasema, Bingwa amesema kwamba rais kwanza asikize wa Kenya, lakini mheshimiwa amesema kwamba mtasikizwa vipi kama hamna kiongozi? Yule atakayeitwa State House ni nani? Aseme kwamba vijana, anawakilisha vijana, umoja wa vijana, huyu ndiye kiongozi wao, na msikiza ni nani? Asante kwa hilo swali. Kwa yule ambaye sisi kiongozi wetu, mimi nataka kusema leo hivi. Tukiwasema leo, wewe unajua watawafanyia nini? Watafanya nini? Sijui bwana wewe. Watawatoa Homa Bay, watawaleta Nairobi, watawagongesha kichwa kwa ukuta. Na hilo ni kitu ambayo wao wamefanya. Kama watawagongesha kichwa kwa ukuta, watawapiga risasi wakiuza mask. Na kama hawatawapiga risasi wakiuza mask, watawachukua na wapotee nao. Kisha watakuja waseme kwamba hawajui wako wapi. Kwa hivyo sisi, kwa sasa, yule ambaye atatuongoza, sisi tunajua. Mimi ningependa kumuomba mbunge wa Matungu. Watu wa Matungu ni watu wa heshima sana, na ndio maana walikuchagua wakakupatia kura. Mimi, jambo letu sisi kama vijana wa Kenya, tunajua kiongozi wetu. Msifikirie sisi hatuelewi njia. Sisi tunajua njia, na njia yetu tutawaambia at the right time. Lakini kabla sisi tuambie njia yetu, sisi tumewambia mrekebishe.
kwa heshima. Nyinyi ni wazazi wetu, ni kwa heshima sana. Nyinyi mrekebishe pale ambapo mnafanya mambo ambayo sisi kama vijana tunahisi kwamba hamfanyi mema. Mbunge wa Matungu leo, mimi nimesema mambo fulani hapa ukanitishia, lakini sasa nchi iko hivyo. Labda kesho mimi watanipiga pia mimi kichwa kwa ukuta, lakini sawa. Mimi jambo ambayo nataka kumalizia ni hili. Rais alituuliza juzi kwamba sisi tunataka aende nyumbani, aende aje? Kuna watu wamemjibu, lakini mimi ningependa kumpatia njia ngapi? Njia 3. Aende na ndege, aende na basi, ama aende na pikipiki. Bora. Asante. Aende. Asante. Nipate kauli ya Chege Majuice. Rais William Ruto wakati wa kampeni akiwania kiti cha urais alikuja na hii kampeni ya Hustler dhidi ya Dynasties. Na kama alishinda kura, basi inamaanisha alikuwa na nguvu ya kuunganisha wale hustlers ambao ndio wengi. Je, hautampa mawa yake ayanuse sahihi kwamba alifanya juhudi za kuunganisha wa Kenya? Nao hustlers saizi ndio wanataka kumtimua. Hawa hustlers ndio sasa anaweka barbed wire kujichunga na wao, kwa sababu aliwadanganya. The entire thing ya bottom up, hiyo kitu ilikwisha. Sasa the active ile dhima konae saizi ni ya kuunganisha wa Kenya. Ukifanya campaign, wewe ulikuwa unapinga ile ambao handshake ilikuwaga ya Uhuru na Raila. Ulikuwa unasema hiyo handshake ndio ilikuwa imeharibu nchi ya Kenya. Wewe ukatoka huko na hiyo hypocrisy yako, saizi unatuambia ati Kenya ndio iendelee ni mbambo na broad based government. Nataka kukuambia hivi, hawa watu ambao unaona hapa hivi, hawa watu wametoka kwa jamii. Kisao juzi hata wiki jaisha, wa mama ambao mama mwenye yako na mtoto mdogo alikuwa anaenda hospitali, na mbunge yako hapa anaenda hospitali, ile vaccine ya polio hakuna. Inamaanisha nini? Ati huyo mtoto anaweza kuwa mkubwa, apoze, akuwe burden to the entire society. Huo wakati wote atukuna kosa mpaka polio, na inakosa taifa mzima, kitu ambayo haijaifanyika. Tunaona president amejiwekea 890 million ya State House renovation. Huo ni unyama mgani? Unaweza fanya mambo kama hayo ila wa mama ambao wako na watoto mtu aenda nyumbani? Nikuulize Kitao, mama mwenye yako Baringo, aende Baringo ambiwe hakuna vaccine ya polio na ameishi kupata. Huyo mama atafanya nini? Ataenda kutafuta matawi, ataenda kutafuta mizizi. Alafu at the same time anaona kwa gazeti headline, President ameweka 890 million ya kurenovate State House. Hiyo State House Kitao, wacha nikwambia hivyo, imeishi hivyo tangu siku za Moi, za Kibaki, za Uhuru. President amekuja, ametoa ile roof, ameweka flat roof, ametoa cabros, ameweka nini, alafu kuja utuambie ati Kenya haina pesa. Kenya iko na pesa. Mtu ambao tuko naye ni president, hana accountability. Anataka kupakia rangi. Hata kama ni kupaka rangi, when State House inafanywa every year, you have to renovate State House. Every year lazima renovate State House. Asante. No, we can't connect this as a country. Kabla mwenzako apate nafasi yake kipepeo hapo, nikuulize swali mheshimiwa. Uliniuliza tu kwa kifupi, lakini huku ni jibu, na pia kuna wengi ambao wanasubiri jibu hilo. Mbona mliweka barbed wire juzi wakati wa maandamano? Mwingine akauliza mnawaogopa waliwapigia kura? Asante sana. Hiyo barbed wire ilikuwa ni ya kuokoa maisha ya Gen Z. State House is a protected area. Parliament is a protected area. Police stations, those are protected areas. Ukitembea uingie kwa police station na nia ya kuharibu ama kuleta ghasia ama kuleta uchochezi, watakupiga risasi si moja, utapigwa risasi mingi. Wengine walisema kwamba ni protected areas dhidi ya wahalifu, wajenzi na wahalifu. Kwa hivyo ile wajenzi ambapo walikuwa wamekuwa misadvised, wakaambiwa kwamba endeni mvunje sheria, endeni muingie State House, kwa sababu kutamuka kwamba naenda State House ni kuvunja sheria kwanza. Kwa hivyo kama wangekuja waingie kule, basi walinzi wa huko wangekuwa hawana budi ila kuwaachilia marisasi. Umesema kupigwa risasi na si moja. Je, unaunga kauli ya Waziri Murkomen kwamba ile amri ya kuwa papo hapo unamuunga mkono? Ikiwa mtu atatoka kwake asema anaenda kufanya protest ama demonstration, atoke kwa barabara, aingie kwa police station, mahali popote dunia nzima. Ukivamia police station utauawa. Wacheni kudanganya Gen Z.
The truth is that if you go to a police station kuleta ghasia, you will be shot dead. And nobody and there is nothing wrong with that. Mimi ukiwa utawacha streets uende kwa police station unatafuta kuwawa. Okay. Ukweli. Let us not lie to Gen Z. I think I have a response to you. It is not all right to go to a police station. I have a response to you. It is not all right. I have a response to you. Station kuleta ghasia is not okay. Niko na you are swali. going to be killed. Na Murkomen wako wapi? Mimi namunga mkono. Vijana mkikanyaga kwa police station, they should be shot dead. Na majibu nilikwambia. What are you going to do in a police station? Majibu amesema hiyo ni terrorism. Hoja ya Murkomen kwamba ile ya kuwa papo hapo. Hiyo ni wacha kujibu hiyo Gen Z hapa. hapa. Kuvamia police station ni terrorism. Mheshimiwa kutoka. We cannot let this country go to the dogs because someone is angry and he goes to Mheshimiwa kutoka Matungu. Niko na swali kwako. This country has a order. Ni ajabu sana. Tena sana. Wewe kurudia kwamba I have no apologies to make my brother. Sisi vijana tuuliwe kwa sababu tumeenda kwa police station. Your words. Nini kwa police station? La pili. If you go there, what kind of terrorism? No, Mheshimiwa. You know, Mheshimiwa, the issue with this leadership in this country is you talk but you don't want to listen. I request you to listen to us so that we're able to understand each other properly. Because you are an MP today. Yes. Tomorrow he's an MP. You never know. You might be on this seat next time. So let's be respectfully very careful. And I was there before I came yes. here. So and I will still go back. You might come here. So let's be very careful. Karibisha kipaza sauti Mheshimiwa tukusikie. Let's be very careful. So listen to what we are saying, Mheshimiwa. What we are asking you is, we the young people, tukikuja in the Parliament of Kenya, which we have elected you to be, na bendera ya Kenya, how harmful are we? With the flag of Kenya, we how harmful are we? A specific statement which said if you go to a police station with the flag of Kenya, with the flag of Kenya, hiyo ndio itafunika uso yako baada ya risasi. We are terrorists. Ukienda kwa police station with the flag of Kenya. Let us say the truth. Wacheni kubembeleza Gen Z mkiwa mislead. And the right advice, don't go to a police station. You know, Kisao, what is funny is that the MP is saying that, and the person who stated those words, he apologized and he said that he was misstated, Murkomen, and he's coming to say that he's supporting Murkomen, who said that he's sorry and he was misquoted. Very shameful. Asante. Ndio viongozi. Acha tupate kauli ya wakili kidogo. Kwa kifupi tu, wakili unasemaje kuhusiana na kauli hizo? Angalia. Acha tupate kauli ya wakili. Ni vizuri sana tuangalie. Kwa sababu yote 9 ya 10 sisi wote tuko katika mfumo wa uongozi ambao unaitwa demokrasia. Na hii demokrasia yetu tunaongozwa na kitabu ambacho kinaitwa katiba tulioipitisha mwaka 2020. Hii katiba inapendekeza ya kwamba ndiyo una haki ya uhai. Lakini hii haki yako ya uhai si ile wanaita non-derogable. Hii ni haki ambayo iko na kikomo. Yaani ni kumaanisha uhai wako unaweza chukuliwa, lakini lazima uchukuliwe kulingana na zile mikakati zimewekwa kisheria. Lazima kuwa na ile court order, lazima pengine kuwa na ile tishio la kwamba wewe unatishia pengine usalama wa watu ama kitu kama ile. Lakini acha niseme hivi. Kwa sababu unajua mheshimiwa hapa anazungumza mambo kwa ukali na ni vizuri sana tujaribu. Unajua kuna wale pia wale vijana wetu na ndugu zetu ambao wameandikwa katika kikosi cha polisi. Wanaweza kuwa kimsikia wakienda na hii kauli yake wanaweza jipata wameingia kwa shimo. Ya kweli ni kwamba wakati polisi anafaa kutumia ama mahali ambapo polisi anaruhusiwa kutumia risasi yake kukumaliza, ni wakati pengine pia wewe umekuja na silaha ya kummaliza. Lakini ukienda na maji na bendera na simu. Ukienda na maji na bendera, unajua ndio nasema police station hakuna shida. Mimi juzi mheshimiwa wacha tupate wacha nimalize. Wacha tupate kauli ya wakili atuelimishe kidogo. Mheshimiwa na bendera alikuwa na kiberiti. Mheshimiwa ongea kwenye kipaza tukusikie. Ndio nasema sasa ikiwa ukuwa na bendera ndio ilichoma police station. Mheshimiwa wacha nimalize kidogo. Kwa hivyo wakati polisi anataka kuapply force, lazima kuna ile kitu tunasema reasonable force. Kama mimi nimekuja na bendera kunipiga risasi ya kichwa, hapo si kujibu, hiyo si reasonable force. Ni kama kutumia nyundo wakati una deal na mosquito inakutembelelea. Mosquito ikikuja unapiga na nyundo, unajua utaimaliza ndio, lakini pia utajivunja mkono.
ama utajivunja mguu. Kwa hivyo lazima kuwe na ile reasonability. Ndio wale vijana wetu, kwa sababu pia tuko na Gen Z na millennials ambao wameandikwa kwa vikosi za polisi. Kesho watakuja ni wawakilishe. Kwa hivyo sitaki wanipe pia kazi ngumu ati wao wamefanya tu mambo, wametumia kifua ili pengine wamefuata pengine kauli ambayo mheshimiwa amewapatia ama ile walisikia na mheshimiwa Murkomen. Ni vizuri sana tutumie katiba yetu. Dakika ya mwisho personal responsibility ndio ina count. Wakati wewe utaenda jela, hautaenda na mheshimiwa, hautaenda na Murkomen. Wakati wewe utashindwa, utavutwa kazi, ushindwe kulipia watoto wako karo, ni watoto wako wataenda kwa nyanya yako, kwa nyanya yao. Kwa hivyo wewe ujue dakika ya mwisho ni wewe mzigo utaubeba peke yako. Asante. Wacha tupate kauli ya Innocent. Unasemaje Bingwa? Sana. Unajua mimi kenye nimerealize na hii conversation ni kwamba tuna target mtu mmoja. Ni kama ile umeambiwa bring us the head of the president. Hapo ndio tuko. But the problem is this. Shida yenye tuko nayo Kenya ni systems. And those systems are not working. Ukiangalia cha ukweli, hata gavana wako amepewa pesa to the tune of billions. Lakini hakuna mtu anaongea kuhusu gavana. Mbunge wako na MCA, saizi yako TikTok. Hako TikTok saizi anapiga video zake huko akijibamba. Na hakuna mtu anafanya nini? Hakuna mtu wako tayari kuongea kuhusu hiyo. We must have a dialogue that is open to every one of us. Kwa sababu hii ndio tunafaa tufanye. Tunafaa tukue na dialogue kuanzia counties. Tufanye county, each and every county za hizi 47 tuongee tutataka kufanya haje. After that tupeleke kama Gen Z ama kama vijana malalamishi yetu kwa governor. Tuambie governor kwanza wewe kwanza ujekuwa ukifanya kitu. Na inafaa uamke darasa. After that tukuje kikao moja kubwa Kasarani na tuite rais. Tuambie rais sasa hii ndio mapendekezo yetu. Kwa sababu uongozi ni kama familia. Mara nyingi ukipigia baba yako kelele hawezi fanya kitu. Na hiyo ndio kitu tumekuwa tukifanya. Tunapiga tu kelele, tukipigia kelele rais, na the more tunapiga kelele ni the more hakuna kitu atafanya. Hata baba yako nyumbani ukimpigia kelele hawezi kusaidia tena. Kweli ama rongo? Asante bwana Innocent. Tupate kauli ya kipepeo hapo. Ni vyema tuelewe kwamba wakati CS Murkomen anapoamrisha askari kupiga risasi muandamanaji, mimi najiuliza swali tu moja, is the police trained to work beyond the gun or is the gun his last resort? Ni lazima atumie bunduki? Ni lazima atumie bunduki? Iwapo muandamanaji hana bunduki, itakuwa vyema. The man is judged by the actions when he is in a position of power. Tukaenda kupigana na mheshimiwa kwa sasa niwe na risasi, niwe na gun, naye yako mkono tu peke yake. Itakuwa haki kweli tupigane mimi niweze kutoa gun? No, it is not justice. Kwa hivyo polisi wako na jukumu ya kulinda maisha ya mwananchi. Na wewe mheshimiwa ukainua Biblia ukasema mimi naapa ya kwamba nitalinda katiba. Na wakati unaona katiba yenyewe hailindwi na wewe mwenyewe haulindi hiyo katiba, basi kwa kazi yako utakuwa umeangusha wakaaji wa Matungu. Na nilisema hapa kwamba tunapoangalia viongozi wa Kenya kuanzia MCA hadi rais, tunapopata dosari, hiyo dosari yenyewe tunafaa tujiangalie sisi wenyewe, sababu the president is a mirror of the society. Sisi wenyewe ndio tuliwaweka kwenye hayo mamlaka. Asante. Na kulingana na article 131 kwa kifupi tu, wakili yupo hapa, ni kazi ama ni jukumu la rais mwenyewe kuwa nembo la kuunganisha wa Kenya. But do we need a united country, a country of 42 tribes? How are you going to unite these people? The strength of our nation lies in our diversity. Na wakati tutaweza kuangalia our diversity as our strong point, naam, tutaweza kujiuliza maswali haya ya kuendelea mbele. Asante. Na mbona niko na dakika 4 peke yake tutamalisha kikao hiki, nipate kauli yako ya mwisho na pia Gwadi anielezee kauli yake ya mwisho kabla tutamatisha. Okay, nashukuru kwa fursa hii tena. Kwanza nataka kumsihi mbunge wa Matungu aweze withdraw ile statement ambayo amesema ya kwamba anakubaliana na polisi watu shoot. The police have been trained to deal with crowds, and I don't think one of the training they have been taught is to shoot people to kill. The Constitution guarantees us the freedom, the right to life, and no one should take life. Kama nimekuja kwako na flag, na firimbi, na placard, nataka justice for Ojwang,
Ojwang alikufa Central Police Station. That's why we marched to Central Police Station to demand for answers. Why they took him from his father's house and they went to kill him. Tukitembea kwenda Central to demand for answers. Are we supposed to be shot dead? So I ask you to withdraw your statement because Murkomen, he already is the one who mentioned that. He mentioned that, and he has already apologized and withdrawn. We are still thinking of forgiving him, and you are here in front of us agreeing with him that we should be. Imagine if it was your child. You've said you have Gen Zs in your house. They don't go to police stations to cause trouble. We don't go to police stations to cause drama. We don't cause trouble. We go there to demand answers why they are killing us, why they are abducting us. And nothing is being done. You saw what MP for Kamket, this William Kamket, he said he'll bring bandits to disrupt our maandamano, our peaceful protest. Nothing has been done to Kamket as we speak. Mheshimiwa, The utakubali government has been kufuta kauli fighting hizo? bandits for years. The government has been fighting bandits for many years. Amesema nakubaliana na wewe. Wacha tumpatie nafasi basi mheshimiwa azungumze. Amesema ataondoa kauli yake hiyo. Sasa kwa sababu nitasikiza Gen Z, ni mtoto wangu. Amesema kuna Gen Z wawili wasichana, ni msichana pia huyu. Nita withdraw hapo mahali pa polisi kushoot mwananchi, lakini naambia mwananchi usiende kwa police station tafadhali. Akienda na ameenda peacefully, we have a right to protest. You know what we are talking about. The circumstance is kuna ule mwenye anaenda kufanya kazi kwa police station kama kureport, kuandika statement, na kuna ule mwenye ametembea na bendera mfuko huu na kiberiti pande hii. Huyo hatutawacha. He doesn't have a gun. He's not coming to you with a gun. Asante mheshimiwa. Kwa kauli yako ya mwisho tukiondoka. Nime withdraw. First of all, asante. First of all, as we clap for mheshimiwa for withdrawing, I want to remind us the Gen Zs ya kwamba we are losing the direction. I have a feeling that millennials and Gen Zs who started the revolution process in June 2024, the moment we allowed politicians and career activists to hijack the process and convert it into political wars and wars of interest of Western powers, we lost it. Right now we are here, we have wasted the entire session discussing about one particular individual, as if we don't have other structures and systems of government that we should be looking into. We had a problem last year with Article 104 that gave MPs express powers to formulate an act that makes them immune to being impeached, to being recalled by the citizens. Asante. We are in the moment of correcting that and other policy issues. We have failed in that and allowed our conversations to narrow down into Ruto must go, which has no benefit to us alone, because in the future after Ruto, another crook of similar character, or even worse, might assume power. Asante, and asante when we don't have bingwa. policies in place to correct that, Asante. what do we do to the country? Asante. Na mbua muda umetamatika kutoka eneo hili hapa. Nasema asanteni sana kwanza kwenu kwa kutenga muda wenu kuweza kushiriki mazungumzo haya. Asante sana mbunge wa Matungu Peter Oscar Nabulindo, wakili Shadrack Wambui, pia vile vile bwana Innocent, na nyote kabisa kina Chege Majuice, bwana Vincent Akecha, ambao mmeweza kuwasili hapa kuweza kutoa kauli zenu za endapo rais anaunganisha ama analigawanya taifa. Majibu umeyapata, sina mengi ya kuongezea. Naitwa Majibu Kitao. Kwa hiyo niseme asante sana kwa kikosi kizima nyuma ya kamera kikiongozwa na MC Dan the Hype Guru. Nasema asanteni sana hadi wakati mwingine, lakini mazungumzo yanaendelea ndani ya studio. Wenzangu akina Samia Adika wanaendeleza mazungumzo haya kuleta umoja kwenye taifa. Je, rais analiunganisha ama analigawanya taifa? Kwenu studioni. Na asante sana Majibu Kitau. Hebu sasa tuendelee na mazungumzo. Tumesikia baadhi yao wakizungumzia swala la maandamano ya vijana wa Gen Z. Maandamano hayo tumeona baadhi ya wabunge wa mrengo wake Rais William Ruto akijitokeza, akiwemo mbunge wa Emuru wa Dikira Johana Ngeno, wakisema kuwa ni jamii moja, mtu mmoja kutoka jamii moja waliweza kusukuma. Ni siasa ya ukabila, maana Rais William Ruto anasema tuachane na siasa ya ukabila, ila wabunge wake wanasema kwamba ni wanaendeleza ukabila. Kwa haraka sana Sami, viongozi wote wa broad based wale wa bunge la kitaifa na Senate ndio waende kuqualify ama kuonyeshana walifanya vizuri kuimpeach Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Ile kitu wanaambia kwa wakienda PG
national anthem yao ni kwamba enda kabisa muongee mambo ya Rigathi Gachagua na ukabila na Mount Kenya. Hiyo ndio wanaambiwa every day. So ukisikia mtu akiongea hivyo, hiyo nimemaliza kutoka leo. So don't get, usikuwe worried wakiongea mambo ya kila wakati ukabila. Hiyo ndio script, na nimekuambia hiyo kitu ilipandwa. Hiyo ndio national anthem ya system yenye iko leo ya serikali ya ku make sure Mheshimiwa Rigathi Gachagua na mambo ya mlima ikuwe black, iandikwe ukabila. Na ndio maana, lakini Mungu ni nani? As they do that, si tunaenda kutambaa kila mahali. And there's a difference between nations and the state. There's nothing wrong with Maasai nation, Luhya nation, Kikuyu nation, Kamba nation kukuja pamoja to form a state. So what we are going to show an example kama the united opposition, vile watu wanaweza ungana for good cause na kumaliza ukabila haraka sana. Kuna swali uliuliza, nataka ni wakati mheshimiwa alikuwa anaongea mambo ya zile 10 points. Number 6, the right to peaceful assembly, zile pact yao na UDA. The right to peaceful assembly and compensation of all pending crimes of human rights abuse. Number 10, protecting the sovereignty of the people, stop abductions, suppression of the will of the people and containing press freedoms. Hiyo mambo yote waliandikania. Tumekuwa tukilia anga compensate wale watu walikufa 23 and 24 siku ya Gen Z, right? Compensate wale watu wako na majeraha. Enda urudishe wale watu wote walipotea na hawajaipatikana. Wako bado kwa broad base. Ndio maana naiita broad base conspiracy. Hakuna majawabu tutapata kwa hii serikali. I can tell you, kama mwaka mzima hakuna kitu imetendeka, majenzi they are on their own. Na watu wasiseme kuna watu wanapanga jenzi. Sasa let me tell you today, we have no powers to tell Gen Z whether to go kwa maandamano ama kutoenda. We have no powers. Sisi tu ni kusema kitu moja. Serikali isiende kuingilia maandamano na kuleta maguns na kupiga mali ya watu specific people kuendeleza mambo yao ya ukabila. Unapiga nyumba, biashara za watu specific, wapigane wenyewe kwa wenyewe. Wacha nikwambie, mhubiri mmoja ambaye tunamjua sana kwa hii nchi. It is public, it's there, kwa video iko, ambayo tunaheshimu sana. Naitwa Reverend Teresia. Juzi alisema yeyote ambaye alituma, na huyu ni mhubiri, sisi si mwanasiasa, alisema yeyote ambaye alituma gun siku ile ingine ya ile miti ingine tuliona, na hii wakaenda wakarut, wale waliwatuma ni siku zao waanze kuhesabu siku zao. I can tell you. Rafael Tuju, Rafael Wanjala unafikiria? Ya swali ni ya kwamba nchi inaunganishwa. Nchi kuunganishwa pia inataka ufanye vitu fulani. Yes, ndio anajaribu. Umelete viongozi kutoka kabila zingine ambazo hawakuwa kwa serikali uweka. Lakini kuna watu wengine pia. Ukiweka hao haimaanishi sasa umeunganisha nchi. Kuna wale wengine pia, generation nyingine inasema tunataka hii na hii na hii. Itao mkae muongee. Sasa tukianza kuwa na scapegoat ya kwamba Gen Z wametumwa na Gachagua ama wametumwa na nani, we are losing the point. Gen Z wameraise issues zao, na the reason wenyewe wamesema wako leaderless, tribeless and so on. And indeed, ukiangalia wale watoto wanapigwa marisasi kwa street, si wa Kikuyu pekee. It's not about Kikuyus. And these boys and girls wa Gen Z hawajui mambo ya ukabila ile sisi tunaongeanga, vile huyu anaongea ukabila, vile Gachagua anaongea ukabila. Hao watoto hawajui hiyo. Hao watoto wako na issues wameraise, wamesema sisi mambo na funding ya university ni mbaya, turekebishe. Wamesema mambo na SHA ni mbaya, turekebishe. Wamesema mambo ya housing, turekebishe, na mambo ingine. Si tukae chini turekebishe. ODM ikakuja ikasaini. Na sisi tumekuambia ya kwamba this 10 point ndio tuta audit. Hata hii watu wanawawa tutauliza kwa nini tulikuwa tumesaini na mnaenda kuua watu. Mwaka 2022 mulitumia semi za hasla kuunganisha wale walio chini, na kuna deep state pia mkawatenga. Hivi sasa kuna semi za one term na pia KBB 10 bila break. Ni semi ambazo zinarindimwa wakati wa siasa kugawanya wa Kenya kwa vikundi. Hapo hakuna mambo ya kuona wa Kenya. Sami, nimekuambia vizuri, mambo ya one term ni wananchi walio wengi wameamua ni one term. Okay? Wananchi walio wengi. Na nimekuonyesha vile inatambaa Kenya mzima. So, hiyo si kitu, si kama zile zinatumiwa na viongozi kugawanyisha watu. Hiyo ni movement, mass movement. Unaona mto venye unateremka siku ya ikiteremka chini kienda Indian Ocean, So, hiyo ni kitu ambayo iko, na hakuna mambo ya ati semi ya kugawanyisha. Hiyo ni kitu iko, I can tell you, na si mtu amesema, ni raia wanasema. Lakini wacha nikwambie kitu moja kwa haraka sana, please. Ningependa wananchi tukiendelea wajihadhari na mambo mbili.
Mimi nataka niwaambie kama mtu ambaye amesomea sayansi ya kisiasa. Please, mkisikia tena mambo ya regime change, be very careful. Hiyo ndio kitu waziri wa interior alisema the first day after Gen Z, ya kwamba ilikuwa regime change. Hiyo ni kitu inatumiwa, na I can tell you tukue very careful. Tusigive in kufanya kitu ya kusema ni kama tunataka kubadilisha hii serikali kabla ya 27. Because kuna watu wanategea tu hivi wachukue, ama pengine they can cause something. Unaona kama ile kuu ya ite tu ilitumiwa kushikanisha, kupiga jamii zingine, kuendeleza mbele. We want to be very careful. Mkisikia mahali mnakuwa tempted kusema mnataka kutoa rais ambazo si njia ya katiba, tukatae. Number 2, very quickly, kwa haraka sana. Mheshimiwa amesema ati we are very bitter. Let me say it today. Wacha tu niseme hapa kwa record. Mungu ni mzuri sana. Watu walio wengi wa mlima walipatiana kura kwa upendo, tukidhania iko sawa, lakini watu wakachezwa wenyewe. Mungu ni mzuri kwa sababu ile roho ilimetoka mapema kuonyeshana roho ni gani. So how bitter can we be? Tumeshukuru Mungu ya kwamba roho imepatikana mapema, tujipange mapema, tukue na chama mapema, tusidanganywe 2027. We are very happy and comfortable. For your record, Sami, kiongozi wetu Rigathi Gachagua is so comfortable and happy because yeye si alifanyia vibaya, yeye ndiye alifanyiwa vibaya. So I want just to record that. No, nataka kusema namna hiyo, umeongea mengi. Nataka kusema namna hivi, Peter si excited. Wale wanaenda kwetu huko waende. Waongee na wananchi. Lakini nataka kumkumbusha, siasa 1 month is a very long time kwa siasa. Ya kwamba wale watu watatoka wengi kwenda kuwaona. Hiyo ni kuona Rigathi ndio nani, kuona Eugene ndio nani, ama kuona Matiang'i ndio huyu nilimsikianga, ni kuona tu watu. Lakini baadaye wataendelea. Haimaanishi eti mkitembea hivyo sasa mmepata kura bado. Nyinyi sasa mnafanya kampeni. Huu upande mwingine haufanyi kampeni, bado unafanya maendeleo. So wakati kura itafika, ndio sasa watu pia tutaenda kuuliza watu wetu, ile chama ni ya mlima. Kila watu wako na chama yao. Sasa ile si ni ya mlima, wanasema ni ya mlima, na hii yetu ni gani? ODM. Sasa tutabaki ODM. Je, ODM itakuwa wapi? Mahali ODM itakuwa ndio sisi tutapiga kura, kwa sababu hiyo ndio chama yetu. Naelezwa kwa tuna dakika 3, maana kuna taarifa za saa 3. Nimalizie tu nawe Peter Mbae. Maoni yako ya mwisho kuhusiana na mdahalo wa leo. Mimi ningependa niseme hivi ya kwamba it's very unfortunate ya kwamba watu kwa wingi walipiga kura, lakini ile mambo tunaona ni mambo ambayo ni mbadala. Mheshimiwa anaongea vizuri ya kwamba tutaenda kwa bunge tutasema, lakini juzi wakati motion ilikuja, instead waseme venye wanasema leo ya kwamba ilikuwa uongo ya kwamba Mheshimiwa Rigathi Gachagua hakuwa ametuma goons, hawakuongea, wote walisupport ule mswada wa Junet, right? Kwa sababu nilikwambia lazima wafunge mdomo, wasifukuzwe kwa chama. Lakini nataka kusema hivi, please Gen Z, we don't expect any hope from this government as wale watu wote waliuliwa. Sisi kama United Opposition, mawakili wetu kama 27 wamekutana, tunaenda kutini kutafuta compensation ya wale watoto wote waliuliwa, wale ambao walipata majeraha, na wale wote ambao wamedisappear. Tuende tuseme kitu inaitwa habeas corpus, waletwe mahakamani. Hiyo ni vitu ambao tutajisaidia nayo Sami. Na mimi nataka kusema hivi kwa tukimaliza ya kwamba Mheshimiwa, hakuna development when there is toxic politics. Hiyo iliisha mapema. Ile mambo yote ambayo ingefanyika with toxicity kwa siasa, maendeleo hakuna. Ukweli ni kwamba wale watu wako broad base ni kukula wanakula. Sisi wacha tuendelee kuungania wa Kenya na Mungu atakuwa pamoja na sisi. Asante. Sekunde ni 30. Yes, mimi nataka kusema namna hivi ya kwamba Bwana Ruto anajaribu kuunganisha nchi, lakini haitoshi hiyo amefanya. Ninaomba achukue nafasi, aite hawa vijana, aambie hawa vijana wachaguane, wakutane na yeye, waseme hii mambo yao yote. Na pia nitaambia Bwana Raila ya kwamba asisahau kuna maneno alisaini na Ruto ambayo bado yanaendelezwa. Kwa hivyo ni muhimu ikifika wakati mwingine lazima aite mkutano wa ODM, tufanye auditing ya 10 point. Asante sana. Asante sana mtazamaji, tumekuwa nao Peter Mbae ambaye ni katibu wa masuala ya kiuchumi
katika chama cha DCP, naye Raphael Wanjala ambaye ni mbunge wa Budalange. Shukrani za dhati kwa kuendeleza mjadala siku ya leo. Wageni wangu kutokea hivi sasa nitakuwa nampatia usukani Bentura kwa Mboka tutaarifu tu mengi zaidi kwenye habari zetu za saa 3, kisha Brana Mwai atakuwa anaendeleza mjadala pamoja na wageni wake. Langu jina ni Samia Dika, uwe na usiku mwanana. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocage hingo ciothe, we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra, ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima, na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke ũira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra, rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra Skiza Tune, ngoro yakwa.